Na mtazamaji, naokaribisha moja kwa moja kwa episode tuende moja kwa moja katika hii mada. Maoni mengi mtazamaji ambao anajitokeza, watu wakizungumza maneno tofauti tofauti kuhusiana na hili swala. Doma, sijui ka presenter D. Naam. Mbona unaona kwamba harusi zimekuwa adimu sana? Kitu cha kwanza ningependa kuuliza ni is it the act? Tunaoana mimi na wewe, tumekubali kuoana, tuishi pamoja, ama ni ile sherehe? Gani ni important? Hizo vitu viwili. Kitu cha kwanza tutasema harusi hakuna kwa sababu gharama iko juu. Unataka kuwa na bridesmaids karibu 20. Mke anataka kuwa na maids wake hapo karibu 10, mume naye suti. Kuna hiyo gharama. Na gharama yote sio kwamba nyinyi ambaye mnataka kuoana mnaisimamia, no. Inakuwa sisi ambao mnataka tuwasimamie, tutumie hela yetu. Mnataka kuchagua rangi za ajabu ajabu, cockroach pink, cockroach yellow, cockroach green. Watu wengi wana avoid hiyo expense, kitu cha kwanza. Na nikiangalia kwenye angle nyingine tuseme labda kwa nini watu hawaoani, the act itself. Ni kwa sababu kitu cha kwanza ukiona watu wanaela sana sana wanaume wanaogopa ile process ya divorce. Umeona? Because wewe unamuoa mtu ulikuwa tayari ushatengeza hela yako. Akija baadaye mkikosana kuna ile kugawana. Kitu cha tatu, what is wrong with not getting married? Absolutely nothing. Kuna watu wameumbwa wasioe. Kuna watu they have self love. Wako kama hao. Wako wengi tu. Mtu yuko sawa kivyake. Akiwa anataka company atatafuta company, watamalizana, ataondoka. Kuna watu wanataka kuishi kivyao. Na mtu asikuambie kwamba umekosa kutaka kukataa kuoa ama kukosa kuolewa. Just like now unaangalia Gen Z wengi, Rashid, ukiangalia a few millennials wako ambao anasema mimi sitaki watoto. Umeona? Na sababu zangu za kutotaka watoto. Pale pale pia kwenye ndoa kuna watu hawataki. Asikudanganye mtu kwamba utabaguliwa. It is your way of life. Kitu kingine, hizi ndoa ambazo tumeziona, ndoa ambazo zimekuwa walioana miezi 6 wameachana, kuna example gani? Kuna kizuri gani? Kuna kipi ambacho wale ambao wamekuwa ndani ya ndoa wameonyesha au ambao wako nje watake kuingia kwenye ndoa? What is the point? Generation ambayo tuko sasa hivi, watu mnaoana miezi 6 ikienda sana kila mtu anaenda njia yake. Na unachokizungumza Adi, kwa sababu kuna somo moja nakwambia kwamba kwa jamii, kwa mtu ambaye hajaolewa, kama unavyozungumza ambaye hajaoa, jamii inamwangalia tofauti sana. Kwa sababu tunaamini kwamba kama mtu ni mtu una akili zako timamu na umri wako umesonga, utafute kuona mtaka wewe. Lakini ili muingie katika ndoa inakuwa ni kitu ambacho familia inatarajia. Kwa hiyo unaposema kwamba sio jambo la kwamba mtu atashangaa atasema mbona Dia anasema vile, kwa sababu sisi tunajua kwamba ikiwezekana ni aliye duniani akimpata mwenzake wakishaelewana, sio kwa kulazimishwa. Hata maandiko yanasema watu waanze maisha ya ndoa. Unajua mentality unayorizon nayo wewe sasa hivi inagusia sana kwa waliotutangulia sisi. For example, naweza nikamtumia Bimsafari. Age ya kina Bimsafari mama zetu, huwezi kuambia kwamba wewe mtoto wake huoi ama hautaolewa. Umeona? Kwa wao inakuwa si sana, wanakuona huko sawa, utaleta watu wa maombi, utaekewa dua, utafanya nini. Generation ambayo wametufuata sisi millennials, generation ambao wanakuja baadaye Gen Zs, they do not look at it like our parents used to look at it. It is not an achievement to get married and then what. Tujaribu to reason, hii mada tuiangalie kwa wale ambao tunawalea saizi, kwa wale ambao tunatarajia waoe. Unapata mtu yuko 27, 30, 32 Gen Z, anakuambia kabisa mzazi wake 35 going 40, mimi sioni sababu ya kuoa. You understand? Hajapata wa kumuoa ama haoni sababu ya hana haja ya kuoa, hataki ndoa. Na ni mzima. Mtu mzima kabisa. Tena na akili zake ni mzima. It is a choice. There's nothing wrong, Lulu. Kuna watu wanataka kukaa peke yao. Wewe ushapata boyfriend unaenda kwake ukivaa socks zake yakasirika akwambia rudi kwako. Kuna wanaume wanataka nafasi yao peke yao. Angalia, women are educated na wanawake wana hela yao. Career women wana pesa. Kitambo ilikuwa kuolewa ni yule mume labda aje akusaidia kukusogeza kutoka point A kwenda point B. Saizi women are financially independent. Wana hela yao. Wataka mtu aje akuoe alafu iweje? The people we are right now, haitakupa mwenza. Watu wako bila ndoa, mwenza unapata popote pale, Rashid. Watu mbona wengi huku nje? Lakini unajua dini isemi hivyo. How many of us are following religion? Wangapi sasa hivi wako religious? Wangapi wanaishi katika maadili ya dini? Ukiangalia sisi wenyewe ambao tupo tunaowalea na wale ambao kidogo wanatufuatia kwenye umri, niambie asilimia gani watu wanaishi kwenye dini?
Lakini si ati tunawaambia hiyo ndio njia sahihi. No, but that's the reality. Anachomaanisha Dee anasema anajaribu kuzungumza ukweli wa kile ambacho kipo katika jamii. Kwa anasema lakini tunapaswa kuwafunza kwamba that is not the way to go. Ndivyo anavyosema kwamba hali ilivyo ndio hiyo. Anamaanisha kwamba msishangae kwa nini hakuna. Kwa sababu reality ya ground ndio hiyo. Mimi ukiniambia kuna mtu anajitokeza anasema mimi sitaki kuoa, sitaki kuolewa, kwa hivyo tumuelewe, yamaanisha sisi tuliowalea tumefeli. Nikwambie kitu kimoja Lulu. Hatujawafunza maadili. Yes. Ndiposa anaweza amka akasema mimi niko independent, I'm financially capable of kufanya 1 2 3. Alafu sisi tunasema sawa, hawa ni majenzi, hawa ndio wanataka hii. Mimi kwa upande wangu ukisikia mtu anasema hivi, muangalie mzazi wake, mzazi amefeli. Huwezi kusema hivyo kwamba ukweli. Kuna mara mbili. Ukweli hauwezi kusema. Ngoja Rashid, hauwezi kusema kwamba mimi sitaoa, sitaolewa. Yaani uone umuhimu. Na sengine sio mzazi kufeli kwa sababu kwa sababu na hiyo aspect ya kusema kwamba naweza pata mtu mimi mwenyewe nikajisaidia na nika move on bila si lazima. Kwa sababu inamaanisha huku funzo kwa madini unayemlea inafika mahali ni kama vile ndege anapokuwa anaota mbawa. Uruka ataenda chuo kikuu asome, atakwenda mahali fulani na yale maadili uliyompa pia kuna experiences tofauti anazipata maishani kule, ima zake za rafiki yake. Na pia kuna wazazi, lazima tukubali, kuna mzazi sasa hivi aliachana na mume wake ama aliachana na mke wake. Kila akikaa na mwanawe amzungumzii mazuri ya ndoa. Anamzungumzia matatizo ya ndoa. Kwa hiyo anaona kama baba, kama tunasema sio malezi. Kama baba yangu mwenyewe nimemwona napitia hiki, mama yangu nimemwona napitia hiki, licha kwamba amenilea vizuri, mimi naechelea kwamba hata nikiingia nitapitia. Sasa nitakukatiza hapo. Malezi mazuri, narudia pale pale. Malezi mazuri kwa mtoto wako, hata mkakosana na mume wako na mke wako, mtoto hapaswi kuona. So usiniambie kwamba mtoto ameona akaona example ya mzazi, kwa hivyo ameshaona. Kwa malezi mazuri, Rashid, tunaweza kosana mimi na wewe hapa, tukakosana nyumbani na mtoto asijue kama tumekosana. Hayo ndio malezi. Yategemea ukubwa wa kosa. Kuna makosa yanayovunja ndoa sio yale ya kusema kwamba mtu asijue. Dee anaweza kuwa na shahidi. Makosa ambayo anafanya watu kuzindua ni kosa ambalo hata ukimficha mtoto wako jamii nzima, kijiji kizima kinajua. Usipomficha kina kwa mboga ataambiwa, akienda mferejini ataambiwa. Kwa hiyo nafikiri kitu ambacho tunakizungumza ni kwamba tujaribu kuweza kuwarai warudi kutaka kuolewa licha ya kwamba wao wenyewe wana misimamo tofauti. Na huwezi ukasema ukalaumu malezi Lulu. Ndio tunaangalia pande zote mbili kwamba kuna wazazi ambao hawajawapa watoto wao malezi bora na kuna wazazi ambao kwa kweli wamejitahidi. Wamejitolea na kila kitu, wamejinyima. Dini wamewafunza kuishi na watu. Mzazi amefanya kila. Yule mtoto anavokuwa, kama alivyotoa example Rashid akasema ni kama ndege. Mtoto anakuwa, anasoma, anaenda kusoma nje, anakutana na watu, anabadilika, anafanya maamuzi yake. That is an adult. Amekuwa mtu mzima. Wewe mzazi ulifanya yako, utakuwa na machungu, unajiuliza nilikosea wapi? Huyu si kumfunza nini? Nyumba iko complete pale nyumbani, baba na mama wapo, miaka 50 40 wazazi hawajaachana. Ni boma labda hata hujaona vita wakikosana. Mamako hajawahi funga virago hata siku moja, anaenda kwao. Umeona? Yule mtoto amelelewa pale. But this person grows and becomes independent. Akili yake mwenyewe, mawazo yake mwenyewe anaamua, ni sawa kwetu nyumbani ndoa ilikuwa vizuri lakini sitaki. So wazazi kidogo tuwaeke kando, tuangalie hawa watoto ambao tumelea, tuangalie hawa watu ambao hawataki ndoa. First thing, psychologically. Amepitia nini hapa ukubwani? Ameona nini? Umeona? Amekuwa na kina nani? Rafiki zake ni kina nani? Pia kuna swali nitazungumza. Kuna mabinti wengi ambao nawafahamu mimi ambao hawajaolewa na hofu yao kwamba ni kwamba mimi sijazoea kuwekewa sheria. Yaani anakuambia kabisa mimi Rashid sitaki sheria. Napenda kuishi maisha yangu ninavyotaka. Kwamba leo nikija nikiolewa nitaekewa sheria, nitakuwa nachukua amri kwa mtu. Na hivyo sitaki. Kwa hiyo imemfanya kwamba hataki kuolewa. Yamaanisha hayuko tayari kuolewa. Yaani kila anapolifikiria akiona kwamba nitakuwa naishi kwa msingi fulani, hataki. Siku ile atakulikubali. Basi atakuwa yuko tayari kuolewa. Sikiliza. Afadhali huyo ambaye amefanya maamuzi yake kwamba mimi nimezoea life yangu nikiwa independent, nitatoka nitarudi, siulizwi na mtu uko wapi, nitafanya ninavyotaka mimi, afanye maamuzi yake kwamba jamani mimi sitaki ndoa, kuliko aingie pale aende kuvuruga, isidumu, muende kwenye sherehe, mle pilau, mvae na sare na mahari na kila kitu, wazazi wajuane, na hataki. It is quite okay, I repeat. Wewe kuamua kwamba hautaki kuolewa
ni karne nyingine, tunaishi enzi zingine, kaa kivyako badala sasa it's okay but it's not right. Yes, thank you. It is okay but it's not right, but still hatuwezi kuwalazimisha. Yani sasa hivi tunaishi generation gani? Mtu mmoja wenzake 7. Umeona una girlfriends zako, maisha inasonga. Yani we move on. Na kama tunasema ni poa na sio sawa, kama tunasema ni poa na sio sawa, tutaifanyaje iwe sawa? Ndio hapo sasa tutajaribu sisi kuwazungumzia, tutajaribu sisi kujua tabu iko wapi, tutajaribu labda counseling, ukae uongee, kwa sababu lazima kuna kitu kimemfanya yule mtu abadilishe mawazo yake ama asitake kabisa kutaka kuolewa, because you can't just make your mind abruptly kwamba sitaki kitu fulani. Wazee kama wataitwa, psychologist wako hapa, wanaweza wakazungumza nao, but again I repeat, msikilize, maamuzi yafanye, msilazimishe watu kwenye ndoa zenyewe hazidumu. Na Lulu, kuna kitu tukizungumze, maana labda pengine nitatoa mtazamo wa watu wanavyoangalia. Naona pia Boniface Ambani, rais wa FT Leopards, anasema hii mada imegonga ndipo anaifuatilia. Boniface ameoa hajaoa? Ameoa na watoto. Okay. Usimletee shida nyumbani. Okay. Ameoa na watoto. Unaona kwamba kuna wakati Lulu, katika masuala ya ndoa, mtu amempata binti, na sisi tutazungumza kama wanaume. Amempata binti, anataka kumueleza kwamba atakweza kumuoa, amemuona leo, amemzungumzia. Kwa kesho na kesho kutwa, yule binti anapopiga simu ya kwanza na simu ya pili, anakulilia shida. Yani utapiga simu 10 hatashika. Na utashangaa huyu binti limuona jana, mbona hajashika simu? Lakini ataka rafiki yake ashika. Akishika atakwambia wewe yuko vizuri kwa sababu ana stress. Kule mama yake kwa hospitalini, ni mgonjwa, kuna nini na nini. Maana tayari na moja kwa moja kwamba picha inayokuja hapa, huyu anataka kunitoa hela. Sasa ikifika hapo unakuta kwamba mtu alikuwa kwa shafanya maamuzi, lakini kuna ishara fulani. Unafanya maamuzi kwa siku moja. Unajua ukifanya maamuzi baada ya siku nyingi wajidanganya. So siku moja unamwona mtu unasema huyu nataka kumwoa, kwa sababu moyo wako umeamua. Mkitaka kuzoeana mwenda sasa, kama anavyosema D, mtaenda kutumiana. Na unavyojua wakati mweza pewa chai ukaipenda na sukari 2, kama cha 3 kaacha. Na ukiwa tayari ushampotezea wakati wake. Kwa nafikiri pia mabinti na wanaume pande zote mbili, tunavyokuwa tunaleta ile impression ya kwanza, siku ya kwanza, ya pili, inaweza mfanya mtu akasema ni yale niliyoambiwa na baba, ni yale rafiki yangu aliweza kupata. Kwa nafikiri pia watu wanavyoishi. Wakati mtu anakata tamaa kwa sababu tu amemjua Lulu leo, lakini akiondoka akiona nimezungumza naye, ni mrembo lakini kichwani hamna kitu. Ama ni mrembo lakini hana maadili. Ni mrembo lakini hana nidhamu. Kwa kuna mtu akaenda kujiuliza maswali, maana kuna zaidi ya urembo. Kwa nafikiri pia ni kama anavyosema, tujaribu pia watoto wetu, licha ya kwamba useme mtu ana kila kitu, kwa mtu ana mapungufu yake, umjaze kila siku, ndio akipata na mtu awe ataonekana kwamba huyu ni mtu naweza ishi naye kama mume, au mtu naweza ishi naye kama mke. Sidi, unasemaje? Naam, umesema sawa. Na pia kuna wale ambao tayari wako kwenye process ya divorce, ama wale tayari wamesha divorce. Mabinti wako wanataka kuolewa, lakini kuna wale wanawake ambao wamekuwa divorced. Angalia vile wana amplify divorce ukiingia kwenye social media. Angalia vile wanaipa mbwembwe. Siku hizi mpaka watu wanafanya shughuli, I've been divorced, unafanya party, unakata keki, kwamba sasa nimeachana naye, inakuwa ni kama sherehe. Sasa hao ambao tunawalea sisi, wakiona vitu kama vile, tutawapa moyo vipi kuonyesha kwamba hiki kitu ni kizuri? Wale ambao wako kwenye divorce counseling na vitu kama vile, waangalieni hawa wenye divorce njia ya kuhandle. Kama bado tunataka watoto waingie kwenye ndoa, can we not amplify and show them that divorce is a good thing? If we still insist, tunataka watoto waoe kama tulivyoolewa ama kuoa sisi. Ndio pale narudia, mnasema kwamba watu wanasherekea talaka. Naam. Na wanafanya sherehe kabisa. Narudi tena kwa maadili. Tukifundishana kwamba hivi sivyo na hivi ndivyo, vitu kama hivyo tutaviona mitandao. Sasa kuna maadili, tuende katika upande wa pili. Nakubaliana nawe, kuna maadili. Na mtu ameonekana anataka kuweza kuolewa, mzee amekaa pale. Huyo mzee mwenye maadili ambaye amemlea mtu wake na maadili, amekuja akamwambia baba, umenilea vizuri, nimejihifadhi, nimejistiri, nataka kuolewa. Mzee akija pale anaangalia alivyogaramika na safari ya masomo ya huyu mtoto. Sawa, ndikusomesha, nikakupeleka chuo kikuu, nikafanya hivi. Sasa kile kitakachoitishwa pale,
ndio inakosa mtu kama vile Arsenal unakaa miaka 22 hujapata kikombe. Maana yake ni kwamba yule pale wampenda lakini huwezi msogelea kwa sababu utakuwa ni ulafi. Wazee pia wanaifanya ndoa kwa biashara. Sasa si ndio pale tunasema wewe ni ulafi. Sasa ndio nasemaje? Unamzuia binti yako kuolewa kwa maslahi yako mwenyewe. Lulu hawaiti ulafi wanasema. Hawaiti ulafi wanasema. Rashid, lakini pia msitaki kupewa watoto wa watu bure. Yes. Lakini uhesabu na sababu msifanye biashara. Sio biashara pasei. Wewe ukitaka kuoa, umeenda umempata mtoto mzuri, na wewe pambana baba. Fanya bidii, ujiweze. Fanya bidii urudishe mkono kwenye ile familia. Kama hauna uwezo, take your time. Usiende tu kwenye familia za watu, nimekuja na kuku mbili, watu wangu wamenisindikiza, tukipata tutawapatia mahindi gunia 4. Ukiniambia nipambane, nitapambana, nitakopa. Na huyo mtoto wako ambaye nitamuoa, harusi kisha nitamteka. Atatabika. A token of appreciation ndio nachosema. Wewe usiende kwa watu kwenda kumposa mtoto wa watu. I'm not saying wazazi waitishe millions, but hata wewe na familia yako mnaenda kwenye ngoma ya watu. Wazazi ndio nakwambia asipofika hapa, asipoleta hiki, sisi hatutaki. Wanasema unaweza jitahidi ukasema basi wameitisha hiki, nimekuambia sikiza, kama hajafika hapa mama, huyo sio mume pekee katika hii dunia. Sio standards za mtoto wao. Hapo kwa standard sasa. Wajua unampeleka mtoto wako aende akateswe. Amna, kuna watu wanapendana na hamna mateso na ndoa inaendelea, na yule mume alikuja akamchukua kikweli. Sherehe kikweli, token of appreciation kikweli. Baba, ukiona patakuwa pagumu, shuka kidogo. Lakini unajua kwamba familia kama hizi wakati mwingine bibi ndio hutoa mahari bila familia yake kujua. Sijui kama unafahamu. Mwamsukuma mwanamume paka anakuja kumsaidia. Manake mimi nataka niolewe na Rashid, na Rashid ana uwezo wa kunilipia mimi mahari. Nitampatia mahari aje akulete wewe mzazi. Hiyo ni agreement yenu wawili, ni sawa, asanteni, mtoto wangu anichukuliwe kwa heshima. Sasa tutakuwa tumemdanganya mzazi. Ndio nasema wewe na mtu wako, ukiona mtu wako hafiki bei, Lulu, ile ambayo wazazi wako wanataka, wachana naye. Ukikubali kwamba wewe kama mwanamke chini ya meza utajitolea mahari, hiyo ni maisha yenu, ni decision mmefanya. But do not go for what you cannot afford. Itakuwa ni mtihani kwa sababu wakati mwingine unampenda mtu, ushampenda, kwa hiyo ni kile kinachoitishwa ndio changamoto. Je, inafika mahali kwamba pia wazazi waelewe kwamba hajafika bei, apewe. Unajua Rashid, mimi kama mzazi nikisema kwamba nataka mahari ya mtoto wangu wa kike tuseme 100,000, alafu bwana akija ukisema 100,000 watu waondoka kwenye hiyo tuseme tunasema ukisema 100,000 watu waondoka. No, nasema kama 100,000, alafu yule atakayemuoa mtoto wangu aseme kwamba mama, mimi 100,000 sina uwezo huo, lakini naweza kutoa 30,000. Mimi wallahi nitamrespect yule mwanamume. Manake ni mkweli. From the word go, hajanidanganya. Hizi familia za sasa, maana uongei kama mzazi. Ni wajomba na mashangazi wanazungumza kuhusu masuala ya ndoa, sio wewe utaka. Sasa ndio maana tunasema siku hizi harusi hakuna harusi ni kwa ajili ya watu kama hao. Ni kwa utaratibu. Rashid, kwa utaratibu wa ndoa, kaa kando, tutakupa maelezo baadaye. Mjomba yataka hii, shangazi yataka hii, na ule bibi harusi na bwana harusi wenyewe wanataka kuoa, na wacheni waoane. Taratibu za mila lazima zifuatwe. Kwa hiyo mama wa bibi harusi, mila na uchumi umekuwa mgumu, umekuwa mbaya. Na mila hawataruhusiwa vile vikao. Economy ni mbaya. Sasa tutaangalia matakwa yenu ama matakwa ya bwana na bibi. Wewe ndio unasema malezi, wewe ndio unasema watoto wafuatilie maadili ya pale nyumbani. Kabisa wewe ndio sasa hivi una matatizo na mjomba wangu kutaka kanzu. Maadili lakini kutaka duve. Maadili lakini si kukamuana. It's still in the usifanye kama biashara. Bana. Wewe kama uwezi achana naye. Na pia kuna kitu kingine ambacho kinakuja kijitokeze hapo, ni kwamba wakati mwingine kuna vile vikwazo vinapowekwa, baada ya muda unaona umeletewa mjukuu. Maanake watu wameenda, wamependana, wamepata ujauzito, ameleta nyumbani, inakuwa fedhea kwa sababu ulikataa watu waoane. Kwa hiyo inakuwa ni mtihani, lakini cha msingi ni pande zote mbili. Wanaotaka kuoa waoe, wanataka kuolewa waolewe, na pia ikiwa pesa si nyingi, pokeeni tu. Hicho kidogo tu. Mambo yatakuwa mazuri. Kwa